walihisi kuna nguvu fulani ndani ya mioyo yao inayowaunganisha. Jamani, haya mapenzi bwana. Haya bwana. Baada ya miezi kadhaa, Hasani hakuvumilia tena. Alikuwa na ujasiri na kwenda kukaa karibu ya Rehema chini ya kivuli cha mwembe uliokuwa nyuma ya maktaba na kumwambia, "Rehema, sikufichi. Kila siku ninapokuona moyo wangu hujaa furaha isiyoelezeka. Sidhani tena kama hii ni urafiki wa kawaida." Rehema alitabasamu, akapunguza aibu na kwa sauti nyororo akamwambia, na mimi nilikuwa nikihisi hivyo Hasani, lakini nilisubiri mpaka wewe uanze kusema. Sasa basi, kuanzia siku ile urafiki wao ukageuka na kuwa mapenzi ya dhati. Walianza kushirikiana. Walipeana mipango mikakati, yani unajua yale mapenzi ya mwanzo. Maisha yaliendelea. Hasani alipata habari kubwa sana. Alichaguliwa kusoma nje ya nchi kupitia scholarship. Furaha ilichanganyika na huzuni ndani yake. Rehema alimpongeza kwa nguvu zote, lakini ndani yake aliogopa kupoteza mtu anayempenda, na ndo alikuwa pumzi ya moyo wake. Usiku mmoja kabla ya safari, walikutana chini ya mti wa mwaloni. Ambapo ndo zilikuwa kumbukumbu zao zilianzia hapo. Na hapo walifanya ahadi za mapenzi ya kweli, kuaminiana na kusubiri hadi siku watakapokutana tena. Kama unavyojua, ukiwa mbali na yani mapenzi yanakuwa. Miezi kadhaa ilipita. Mwanzo ulikuwa kila kitu wakipigana simu, wakikumbukana, wakikumbushia mambo ya masomo zamani, zile moment ambazo walikuwa na kukutana. Lakini baada ya miezi kadhaa, Hasani mawasiliano yake yalipungua kwa Rehema, na hivyo Rehema alianza kuhisi upweke na kuingiwa na mashaka. Katika kijiji chao, maana kilikuwa